Amka, usiku wa kuita usimama. Naam, karibu sana. Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe, lakini hii ni Amka Podcast. Na leo tupo na mgeni wetu Riziki Shahari, mheshimiwa ambaye amewahi kuwa mbunge viti maalum kupitia chama cha wananchi CUF, mkufunzi wa chuo cha diplomasia, lakini pia waziri kivuli wa elimu kupitia chama cha ICT Wazalendo, na ndio mgeni wetu ambaye tuko naye leo, na tunakwenda kuzungumza kuhusiana na mabadiliko ya sera ya elimu Tanzania. Asalamu alaykum. Wa alaikum salam Mr. Icon. Nafurahi pia kuwa na wewe hapa. Mimi zaidi. Safi. Na wewe ndio mzoefu wa maeneo haya. Tunakwenda kuzungumza kuhusiana na sera ya elimu Tanzania. Naamini tunakwenda kupata madini makubwa sana kutoka kwako wewe. Sera ya elimu kwanza ni nini? Na ina umuhimu gani katika maendeleo hasa ya taifa letu la Tanzania? Sera ya elimu kama ambavyo tafsiri ya neno sera ni kwa kawaida ni mfumo maalum au mwongozo maalum ambao unaelekeza maamuzi ili kufikia malengo. Kwa hiyo sera ya elimu ni mwongozo rasmi wa serikali ambao unaainisha malengo na unaelekeza namna gani kufikia hayo malengo na kupata yale matunda ambayo tunayotarajia nchini kwetu katika swala zima la elimu. Okay. Na ina umuhimu gani katika maendeleo hasa ya hili taifa? Ni muhimu kwa sababu inagusa jambo ambalo kiasili katika vitabu vitakatifu, katika mila na desturi ni jambo muhimu ambalo ni elimu. Misemo mingi imesemwa elimu ndio ufunguo wa maisha. Vitabu vitukufu vinaisifu elimu kwamba hawisao wenye elimu na wasiokuwa na elimu. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana kwa sababu hii sera ndio inakwenda kupika au kumwandaa Mtanzania ambaye anatakiwa achangie maendeleo ya nchi yake. Safi. Unadhani Watanzania wanaijua hii sera? Hilo ni jambo la utafiti, lakini kwa namna ilivyo inawezekana wengi wetu hatujui. Hata sisi ambako tuko kwenye taasisi mahususi au maeneo mahususi ambayo yanazungumzia swala hili. Wapo pia wengi kwa maana ya maeneo hayo wasomi, wanataaluma, wadau mbalimbali, wanaharakati wanaijua hii sera ya elimu na wamechangia kwa namna kadhaa. Ama michango yao imekubaliwa, imetiwa maanani, imeheshimiwa au kuheshimiwa, lakini wamechangia kwa hali na mali katika sera ya elimu ya nchi yetu. Okay, kwa mtazamo wako, mabadiliko ya mtaala ikiwemo masomo, michepuo na elimu ya amali yanaweza kusaidia kutatua changamoto zinazoikabili Tanzania katika taifa hili? Ukiangalia sasa document lenyewe kwa maana kwamba hii wenyewe wanaita ni sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Kwa maana ya kwamba sera ni ile ile ya mwaka 2014, falsafa yake na kila kitu, lakini hii sasa imeleta mabadiliko au wenye lugha sasa wanasema maboresho kwa maana reviews maalum kuendana na wanavyodai wao hali halisi ya sasa hivi. Sasa whether inafikia hapo au haifikii, wenyewe kwenye document msisitizo mkubwa wamesema changamoto ambazo zimeonekana ni kwamba elimu imekuwa inatolewa ya jumla badala ile mahususi. Kumekuwa na changamoto kubwa ya upungufu wa walimu na miundombinu na elimu kuwa si jumuishi. Ukisema elimu sio jumuishi unamaanisha nini? Wao wanakusema kwamba katika hilo kwa jumuishi kwa maana kwamba makundi mbalimbali ya jamii yanatengenezewa mfumo ambao wanaweza na wao wakaipata elimu. Ama wawe ni watu wenyewe wanaitwa pembezoni au watu wa kipato cha chini au watu ambao wana ulemavu, wanawake au kwa maana ya wasichana. Hiyo ndio maana inatakiwa hivi. Sasa kwenye document yao humo wamezungumzia vipi jumuishi, hilo ni swala nyingine. Okay. Serikali imefanya maboresho ya sera ya elimu na
huu na kutoa toleo la mwaka 2023, ni maeneo gani makuu yamefanywa marekebisho au mabadiliko kwa ujumla, Mheshimiwa Rais? Sasa hili ndio linajibu lile la mwanzo kwamba kama kweli yamekidhi haya. Wao sasa hivi kule tumesema changamoto kubwa lilikuwa miundombinu, ukosefu wa walimu, elimu kwa jumla. Huku sasa wanasema msisitizo uko kwanza kubadilisha ile elimu yenyewe, kusema kwamba muda elimu ambayo inatolewa kwa muda gani. Zamani tulikuwa tunasoma shule elimu ya msingi miaka 7, halafu unaenda wanaita ordinary level secondary education miaka 4, halafu unakwenda advanced level secondary education miaka 2. Umri wa kuanza darasa la kwanza haukuwa specific. Wengine wanaanza miaka 6, wengine wanaanza miaka 7, wengine ni 6.5, kwa sababu inategemea sana familia, mahali ulipo na kawaida na kadhalika. Kwa mfano sisi enzi zetu ilikuwa unaambiwa weka mkono wako hivi, uguse sikio upande huu, hapo ndio kipimo kwamba unaweza kuanza darasa la kwanza au huwezi. Mimi nakumbuka nilipelekwa na dada yangu, mimi nikamwambia huyu hajagusa vizuri, huyu karudi nyumbani, dada yangu akaanza la kwanza. Lakini baadaye of course natumia miaka na kadhalika. Sasa kwa hiyo sasa hivi wao wanaweka msisitizo kwamba watoto waanze elimu ya msingi wakiwa na miaka 6. Na wasome pia miaka 6, halafu wanaongezewa miaka 4 hapo hapo. Kwa maana kwamba sasa sio tu miaka 6 badala ya 7, lakini hata ule mtihani wa lazima ambao ulikuwa unachuja pia uondoshwa. Sasa hivi wanasema tu utakuwepo kama mtihani wenyewe, wasema wako pima sijui, lakini haumuondoi mtoto. Atabaki pale pale mpaka akamilishe miaka 4 inayofuata ya elimu ya sekondari. Unadhani iko sawa? Ndio nasema kwani inajibu swala. So changamoto miundombinu, walimu. Wao wanatuambia watoto waanze miaka 6. Sasa unatuambia nini? Na halafu wanasahau kwamba tulipokuwa tukisomesha miaka 7 bado wanafunzi walikuwa wanawekwa sijui camp, ambayo ndio imezuka miaka karibuni. Sisi enzi zetu hatukuwa na camp. Unasoma zako darasani mpaka saa 7:30, saa 8 unarudi nyumbani, unacheza, unafanyaje, na bado tulikuwa tunamaliza syllabus, tunafanya mitihani, tunafaulu, tena tunafaulu vizuri tu akina sisi watoto walala hoi. Mimi nimeishi Vingunguti, nikisoma Ilala Primary pale Bungoni. Hali ya kawaida. Sasa hivi hiyo katika miaka 7 hiyo walikuwa wanawekwa campus, wanaita kitu darasa la mitihani kama vile jambo jipya sana. Sasa badala ya miaka 7 ambayo haikutosha, sasa wanatuambia miaka 6. Je, kwa kuweka miaka 6 walimu wameongezeka? Kwa kuweka miaka 6 miundombinu imefanywa bora zaidi, kwamba madarasa yapo ya kutosha, vifaa vipo vya kutosha, masuala mengine maabara sijui nani yapo ya kutosha. Wamejibu changamoto? Hakujibu. Maana unajibu nini katika jamii kuhusiana na changamoto za elimu? Na hapo wanashindwa kuelewa kwamba elimu hasa kwa haya ni sehemu ya malezi. Tunapompeleka mtoto anasoma miaka 6, anamaliza ile elimu ya msingi kwa maana ya primary education, sio elimu msingi kwa maana basic education, akiwa na miaka 12. Unamuongezea 4 mingine, anakuwa na miaka 16. Huyu anafaa kufanya nini? Miaka 16 si bado mtoto? Yaani tunatengeneza mifumo ya elimu ambayo baada ya yote inatuachia mtoto ambaye anatakiwa alelewe tena ili afikie utu uzima, hata ukikuwa kibarua. Kwani wanaozishwa karanga na wazazi wao si wanashtakiwa kwamba wazazi wanafanyisha kazi watoto? Sasa mtoto wa miaka 12 mnaniletea nyumbani nimfanyeje? Au miaka 16 nimfanye nini? The challenges. Hawafanyii kazi zile changamoto zilizopo. Wanaongeza mzigo kwenye jamii. Hatusaidii. Sasa huyu mtoto huyu anamaliza akiwa na miaka hiyo 16, sana sana utampeleka VETA kama hakwenda advanced level. Halafu usisahau elimu yetu yote inasema study za kazi, study za kazi, study za kazi, study za kazi. Hawasemi study za maisha. Mtoto anatengenezwa vipi kujua heshima, kujiheshimu mwenyewe na kuheshimu wanaomzunguka. Mtoto anajua vipi maadili, kwamba hili sawa, hili si sawa. Kabla hujaenda mbali,
Umewahi kuwa waziri kivuli wa elimu kupitia chama chenu cha ACT Wazalendo. Unadhani kwa nafasi hii ambayo wewe umewahi kuipata, ukipewa nafasi ya kusema umri wa mtoto kwenda darasa la kwanza, unadhani umri upi ni sahihi kwa mtoto kwenda darasa la kwanza? Umri ambao unajua hii sasa ndio ni wanasema wenyewe watoto wamejua the whole package. Lazima tuangalie dude lote lile. Kwamba sisi tunatengeneza mfumo wa elimu. Tunataka miaka kadhaa kwa jambo kadhaa, miaka kadhaa kwa hatua kadhaa. Ili iwe nini? Yaani tukishawatoa hawa watoto waende wapi? Sasa hiyo ndio itajibu. Kwa hiyo umri gani anaanza inategemea sana sisi wenyewe, mfumo wetu wa elimu unataka utoe kitu gani na jamii tumeiandalia kitu gani. Ndio. Kwa sababu watoto wetu hao karibu wote wakimaliza wanarudi nyumbani. Ambako hatuna familia nyingi. Hakuna jambo lolote tena la kuwafanyia. Kwa sababu si kama enzi zetu sisi tulipokuwa tunasoma, vyuoni unakwenda kwa gharama, inawezekana hilo likawa swali jingine, lakini vyuoni unakwenda, shuleni unakwenda kwa gharama za serikali. Wewe mzazi wako hana, wanasema pressure yote. Sasa hivi wazazi wana pressure. Mimi napigiwa simu na watu kutoka kwetu Mafia. Nalemewa. Ndio. Mtoto katolewa Mafia, kapelekwa si chuo gani Mwanza. Gharama zote za mzazi, kuanzia usafiri, ada yake kule, maisha ya mtoto, gharama zake. Huyu ni mtoto mmoja kati ya watoto labda 5 ambao yule mama au baba anao. Naomba tuelezee kwa kifupi mfumo wa elimu ya kujitegemea wakati wa enzi zenu za masomo, kuanzia usajili wa wanafunzi, mfumo wa ufundishaji hadi namna ya elimu ilivyokuwa ikigharamikiwa kwa jumla. Ama ule mfumo wa usajili siwezi kujua sawa, lakini jambo ambalo lilikuwepo na ndio hiyo kwa falsafa yenyewe ilikuwa hivyo, kwamba itengeneze kijana ambaye akimaliza elimu yake ama ile ya msingi ambayo wengi tulikuwa tunamaliza labda miaka 13, 14, au ukimaliza sekondari unaweza kuwa na mchango kwenye jamii. Kulikuwa na stadi mbalimbali tunafundishwa. Na mazingira yalikuwa mazuri sana. Kwa maeneo mengi, hasa ambayo mimi nimesoma. Kwa mfano, mimi nilikuwa nasoma mtoto wa mjini. Nasoma na Kavimkuti, nimesoma Ilala, sekondari nikaenda Kisutu. Kisutu ni shule ya mjini kwa maana ya real city center. Lakini ilikuwa kwenye mazingira ambayo unafundishwa zile stadi za kimjini. Nimefundishwa kushona nguo, nimefundishwa kutengeneza mapambo mbalimbali, ya kuning'iniza, ya kuweka siku zile kwenye baiskeli, kwenye zile spokes zile na weka ua pale, kutengeneza doormats hizi, kusuka ukili, kushona vitambaa wanaita crochet, kushona vitambaa maua kwa maana embroidery vile kwa hand. Zote hizo ni skills ambazo kukaa pia na shule mahususi za sekondari. Kwa mfano za kilimo, kulikuwa na michepuo ya kilimo, kulikuwa na michepuo ya elimu, ile Tanga Tech, Moshi Tech. Kwa hiyo wengine wanafundishwa mekanika, wengine wanafundishwa kama Korogo, kulikuwa pamoja na kilimo, pia kulikuwa na mambo haya kukari na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni mambo ambayo na halafu gharama ndio muhimu. Ilikuwa serikali inagharamia. Ndio tuwaulize serikali. Mimi kila siku nauliza, kwani nyinyi tatizo lenu nini? Ikiwa mna ma researchers, mna hao wanaitwa watu wa statistics, wa takwimu, mna ma planning officers, maana si ndio wanasomea hayo, kujua idadi, kupanga mipango. Yaani tupo tu kama vile hatuna mwelekeo. Ndio tatizo kubwa. Sawa. Kwa kuzingatia sera ya elimu ya Tanzania ya mwaka 2023, una maoni gani kuhusiana na kuhusu lugha ya ufundishaji na kujifunzia nchini Tanzania? Ndio wamelikoroga sasa. Lugha ya kufundishia wenyewe wanaita LOI. Tafiti nyingi na theories za ufundishaji wanasema mwanafunzi anajifunza zaidi anapotumia lugha yake ya asili, yani ile lugha yake ya kwanza. Kama sisi hapa Waswahili, mimi Mswahili. Kwa hiyo ningefundishwa kwa ile lugha ile.
na haswa kwenye ile miaka ya mwanzo ambako unafundishwa wenyewe wanasema zile kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini hata kwenye ngazi nyingine vile vile wanasema mwalimu na mwanafunzi lazima watumie lugha ambayo wenyewe wanasema familia, yani lugha ambayo unaji associate nayo, kwa sababu pale ndio unapofikiri lazima ufikiri kwenye ile lugha yako. Lakini ukilazimishwa kufikiri kwenye lugha nyingine ambayo wala huna touching, kwa sababu unajua kuna mazingira, kuna unaoanisha vitu vingi ili wewe uje na fikra, wazo fulani. Sasa ukimtoa mwalimu na mwanafunzi, yani mfundishaji na mfundishwaji kwenye mazingira ambayo wanatumia lugha ambayo wao hawako karibu nayo, yani si sehemu yake, inakuwa tabu. Pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kulikuwa na project nzima kuhusu language of instruction. Wataalamu wengi walikuwepo na wakatoa mapendekezo chungu mzima, hayakufanywa kazi. Na walichokuwa wanasema, na mimi na kiafiki, kwamba kitumike Kiswahili kufundisha ngazi zote. Na kwa nini? Kwa sababu wamesema hata hapo sekondari, huyu mtoto ambaye kweli miaka 7 ya msingi amesoma, amefundishwa kwa Kiswahili, kwa amejijengea tayari zile concept na nini, lakini unapompeleka kwenye sekondari anabadilisha sasa mfumo, anafundishwa kwa Kiingereza na yeye aweze kujieleza kwa Kiingereza, lakini hakuwa na msingi mzuri wa hiyo lugha ya Kiingereza, kwa sababu kule ilikuwa Kiingereza kama somo ambalo tulikuwa tunafundishwa sijui mara 3 kwa wiki, sikumbuki, lakini haikuwa ile kuweza kujengewa msamiati wa kutosha kukabiliana na mazingira ya elimu ya sekondari. Na unakosema masomo mapya sasa, biology, physics, chemistry, geography yenyewe na unafundishwa kwa Kiingereza. Sasa unapata tabu sasa kutoa ile neno la Kiswahili, Kiswahili chenyewe. Kwa hiyo ikawa ni mkorogo, na wakaenda pale zaidi kwa kusema kwamba tatizo sasa sio msisime wanafunzi, hata walimu wenyewe hawana Kiingereza cha kuwatosha kuweza kuhamisha ujuzi na elimu kumfikia yule anayefundishwa. Kwa hiyo mwalimu ana broken English, mtoto ana broken English. Tunafikia wapi? Allahu yaalam, Mungu mwenyewe ndiye ajuaye. Ndio tumewekwa humo kwenye mkorogo huo na tumeogelea humo mpaka sasa. Wanalaumu kwamba walimu walikuwa wanatumia nani, wenyewe wanasema nini, ile dossier hilo kwamba kalitoa photocopy toka hizo halibadilishiki hilo, kwa sababu hana jipya la kuongeza. Ndio. Kwa nini unadhani Kiswahili kiwe lugha ya kufundishia na kuanzia kwa ngazi zote? Kwa nini unadhani kwamba kiwe? Nadhani kwa sababu ndio lugha asili. Unajua kwenye sawa, ni lugha asili, lakini je, italeta hayo mafanikio ambayo sisi tunayataka? Hivi nchi ngapi duniani, wewe icon, wewe utakuwa mtaalamu zaidi, nchi ngapi duniani zinatumia lugha zao kufundishia? Lakini wengine wanalalamika, wanasema sio lugha za kibiashara zaidi. Kwani biashara sasa hilo ni jambo nyingine. Hilo ni jambo nyingine. Unajua sisi kwenye Uislamu mtume wetu ametufundisha sala salam kwamba kujua lugha ya wenzio ndio elimu tosha, na ndio ujanja, na ndio kujijenga zaidi. Kwa sasa sisi tuwafundishe watoto wetu kwenye ile lugha yao ya asili, waweze kuwa na concepts, waweze kuwa na ubunifu, waweze kujenga ule uwezo. Sasa wanapokwenda kwenye hilo tulilosema hiyo biashara, miamala, tuwape ule uwezo wa lugha inayostahiki, na sio Kiingereza tu. Kwani ukiwafundisha watu Kiarabu wakienda Middle East, si watafanya kazi vizuri zaidi kuliko Kiingereza? Kwa hiyo sasa tuchague lile ambalo tukasema hivi, tunakaa chini tukajiuliza haswa ni nini tunataka kufanya. Na wanasema tu watu wanasema hivyo kwa sababu wao walisoma kwa Kiingereza. Tumesoma kwa Kiingereza kwa shida, na bado tunasema tusomeshwe masomo yote kwa lugha zetu au kwa lugha yetu, kisha tupewe ujuzi wa lugha nyingine. Mimi pamoja na Kiingereza pia nimesoma Kifaransa. Ndio. Mimi combination yangu ya A level nimefanya Kiswahili, Kifaransa na historia. Kwa hiyo unasomesheka na hiyo Kifaransa chenyewe tumesomesha nadhani miaka 3. Hatukuanza nayo sisi form 1 pale, ilikuwa bado mfumo haujatengenezeka, lakini tukaja kuanza baadaye na nikafaulu mimi Kifaransa. Unaweza kuzungumza Kifaransa? Nilikuwa nazungumza.
lakini sasa hivi kimeshapotea. Unajua lugha ni matumizi, ndio hicho sasa, kwa sababu mtu Kiingereza anakitumia shule tu, akifika nyumbani kama sisi Kiingereza wakizungumza. Sasa mawazo saa ngapi yanajengeka? Hajengeki. Lakini ikiwa lugha ile ofisini, shuleni, chuoni, akirudi nyumbani ndio ile concept zinajengeka, uwezo wa kufikiri na kuchanganua mambo unajengeka, alafu baadaye sasa anakwenda eneo gani unampa zile lugha. Mbona kama hivi wakisema kweli lugha ya Kiingereza kifundisho kama lugha kifundisho kweli, kwamba mpaka pale mtoto anafundisha anapomaliza labda darasa la 6 au hiyo primary, anapofundishwa kwa mfano hiyo lower secondary, anakuwa na uwezo wa kujieleza kwenye lugha stahiki. Hiyo inatosha. Sawa. Unazungumziaje swala la changamoto za miundombinu na upungufu wa walimu nchini, hasa ukizingatia kuwa mwaka 2027 wanafunzi wa darasa la 6 na darasa la 7 wataingia sekondari kwa wakati mmoja? Hiyo changamoto, kwa sababu ndio nikasema hawa kwenye haya marekebisho na utekelezaji wake, mbona hawa address the real issues? Na hata wakiaddress, kama wana address sana kisiasa, kwa mfano ilipokuwa Mheshimiwa Rais alipokuwa anazindua hii, akawa anasema katika kutengeneza mazingira, kwa mfano kati ya mwaka 2021 mpaka 2023 tumejenga shule za msingi kadhaa, labda 1500 1600. Okay, hiyo ni asilimia ngapi ya mahitaji? Kwa sababu kutuambia tu tumejenga shule 2000, tulikuwa tunahitaji ngapi? Ili ndio tujipime kwamba tulikuwa kumbe tunahitaji 3000, tumejenga 2000, alhamdulillah tushafika zaidi ya nusu. Lakini kama tunahitaji 5000, umejenga 1500, hata nusu hatujafika bado. Unatuambia tumejenga vyuo vya VETA 64 katika wilaya 64 ambazo zilikuwa hazina hivyo vyuo vya VETA. Sawa, zimejengwa. Zinakidhi haja? Hizo VETA zenyewe huko zilikojengwa zinasaidia jamii husika? Halmashauri yangu ya Mafia nadhani itakuwa moja wapo, tukajengewa chuo cha VETA. Hivi mnajua wanatufundisha nini? Kushona, welding, front desk wanaita receptionist, tour guide. Hivyo namtaji tour guide Mafia kwa utalii analioko pale. Hivi siku nyinyi mnasikia icon wimbo nini? Uchuma buluu. Kwanza sasa Mafia ni kisiwa. Si mnajua Mafia ni kisiwa? Hakuna hata kozi moja hata inaodefine uchuma buluu. Mafia ile hawafundishi watoto hata uvuvi, tena uvuvi wenye tija. Sio uvuvi wa baka kuingia kwenye nini kimtumbu kile kidogo sijui anapiga makasi huko na huko anazama huko mara kapinduka. Uvuvi wa kisasa. Au hata ile kwamba huyu samaki akishatolewa baharini anaweza akatengenezwa hichi kikawa hichi. Hafundishwi, anafundishwa kuwa tour guide na kushona gauni na kuwa receptionist. Kama vile tu sasa sija hata receptionist ni ofisi gani na wapi na halafu wangapi, kwa sababu kama kila mwaka hata wakifundisha 20 tu kila mwaka tunapeleka wapi? Yaani vitu ambavyo havi address jamani zile changamoto. VETA kweli zimejengwa, VETA zenyewe hazisaidii. Na hiyo ndio pia wakasema kwenye ile mabadiliko yao wenyewe wanasema sasa tunaweka michepuo. Kuna mchepuo wa amali wenyewe wanaita sijui, na mchepuo elimu ya jumla kama hivyo wanaita. Hiyo amali yenyewe mmeitengenezea mazingira kweli? Wanafunzi wanafundishwa, walimu wapo walishaandaliwa wa kutosha kufundisha, hiyo mazingira yenyewe yapo. Na hiyo ndio hiyo unakuta saingia hapo VETA Mafia ukienda hata picha ya mtumbwi hawana. Let alone wa mtumbwi wenyewe wakapeleka field, hata picha tu ya mtumbwi hawana Mafia. Sasa ni vitu ambavyo kwa kweli bado havikidhi haja. Okay, wakati tunaelekea mwishoni kabisa, tumebakisha maswali yetu mawili ya kuweza pia kuuliza Mheshimiwa Riziki. Na kwa kuwa umewahi kuwa mkufunzi, unaweza kutuelezea hali ya elimu katika vyuo vya kati na vyuo vikuu kwa kuzingatia uzoefu wako wewe binafsi? Mmoja wapo tulikumbana na hilo swala la elimu, ni swala la lugha. Chuo cha diplomasia ni chuo, mimi nimefundisha pale miaka 29. Nimeingia pale 86, nikaondoka 2015 nilipoingia kwenye siasa.
lugha ilikuwa mtihani, kwamba wanafunzi wetu wengi walikuwa hawana uwezo wa lugha ya Kiingereza kuweza kufit haswa kwenye diplomacy, kwa maana mambo ya foreign relations. Kwa hiyo uwezo wao wa kujieleza ulikuwa mdogo, lakini hata baadhi ya walimu pia, by the time mimi kama nimeacha kufundisha, kwa maana kwamba nilikuwa zaidi kwenye utawala, nilipokuwa kaimu mkurugenzi wa mafunzo alafu kaimu mkuu wa chuo, nilikuwa naona vijana wangu wanafundisha kwa Kiswahili darasani kabisa, anaenda na ile course outline ya Kiingereza kila kitu, lakini anapozungumza kwa wanafunzi wake karibu 75% anatumia lugha ya Kiswahili, ingawa tuna mtihani unakuja kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ilikuwa changamoto, lakini ndio hiyo changamoto pia nyingine hizi nilizosema, kwamba stadi za maisha. Wanafunzi wetu wengi unaona hawakuwa na hiyo, kwamba wengine hawajitambui what they are, na hasa pale ambapo chuo cha diplomasia kilikuja kuishia kama chuo kingine chochote, kwa sababu mwanzoni chuo cha diplomasia kilikuwa basically kwa in-service training kwa ajili ya watendaji au watumishi wa wizara ya mambo ya nje. Kwa hiyo watu kwenye ngazi mbalimbali wanakuja kupolish ujuzi wao, lakini baadaye kikawa tu kama chuo kingine chote cha elimu ya juu. Kwa tukawa tunachukua wanafunzi wengi tu, watoto hao wanaomaliza form 4 kwenye kufanya certificate, wanaomaliza form 6 kuja kufanya diploma zetu. Kwa kweli tulikuwa na hizo changamoto nyingine za kusaidiana kimalezi, za kusaidiana hizo soft skills nyingine, wanasema kwamba decision making, labda pamoja na kwamba kulikuwa na sisi tulikuwa na hizo vikosi vingi vya kuwajengea watoto uwezo huo, lakini hiyo changamoto za gharama pia. Nakuta wakati mwingine mwanafunzi anaingia pale mzazi wake hana uwezo wa kumlipia. Kwa hiyo kulikuwa na hizo changamoto. Na ubaya zaidi kwa chuo changu kwamba sisi tulikuwa tunafundisha sasa level zote, kwamba certificate, diploma na baadaye kaja degrees. Lakini ungetarajia kwamba kwa sababu kile ni chuo ambacho kiko chini ya Wizara ya Mambo ya Nje, wizara yenyewe pia kama inapofikiria inapoajiri iweze kuajiri certificates graduates, wale waliomaliza certificate kwenye chuo chao, waliomaliza diploma kwenye chuo chao. Lakini scheme of service ile ya foreign affairs haina hizo level. Kwa hiyo unajiuliza tunaoanisha vipi hata wizara mama na vyuo vyao, labda vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni changamoto. Kwa hiyo ni changamoto kama nilivyosema, kwamba bado vyuo vyetu, vijana wetu walikuwa na hizo limitations nyingi, hasa hizo za ninazosema stadi za maisha. Unaiona thamani ya elimu ya Tanzania? Yaani unaiona kwa kiwango gani hasa? Wewe umekuwa nyakati zenu umetueleza namna ambavyo wewe umesoma, umefanya mambo yenu the way ambavyo ilikuwa. Unaiangaliaje hii thamani ya elimu ya Tanzania sasa hivi? Wao wenyewe wanaoitoa hawaithamini. Yaani hawajaamini vipi? Hawaithamini, wanaishia kutuambia tu vyuo vyetu vimetengeneza watu ambao hawaajiriki kwenye soko, siji hawafiti. Sasa nyinyi si ndio mliowatengeneza? Si ndio kazi ya sera ya elimu? Na wao wanatuambia kwamba sera hii inatengenezwa, imeundwa kiasi kwamba imuandae Mtanzania kuwa na stadi na uwezo na ujuzi wa kuweza, wenyewe wanasema mpaka neno kucompete, yani kushindana kikanda na kimataifa. Anakitaka. Sasa alafu wanatuambia hawataka kwenye soko la ajira hauziki. Tatizo ni nini? Kwa mfano miaka mingi tumekuwa tukilalamika kwamba ajira nyingi hata za kwenye mahoteli zinachukuliwa na jirani zetu wa Kenya. Why? Because of the English language. Miaka kadhaa, sio miaka 10, 15, zaidi ya miaka 20. Mmefanyia nini changamoto hiyo? Hafanyi. Kwa hiyo sisi, serikali yenyewe haithamini ama haitoi elimu ya viwango kwa sababu ambazo wanazojua wenyewe. Kwa sababu hata hii mifumo sasa hivi pamoja na mabadiliko yote, pale mwanzo waliuliza kuhusu lugha ya kufundishia kwa mfano. Hii marekebisho sasa hivi ya sera wanasema lugha za kufundishia zitakuwa Kiingereza na Kiswahili. Hujasema kitu. Kwa nini lugha zote? Na sio lugha moja tu. Walichofanya sasa,
wakajenga matabaka. Samani naweza kuwa na kutoa nje, lakini ni swala ambalo limenijia kwamba wakajenga matabaka. Yaani serikali yenyewe sasa ndio inajenga matabaka. Badala ya kuboresha elimu kwa wote, inajenga matabaka. Yaani serikali ndio inaanza kubagua watu wake. Kule kwenye jumuishi tunashasahau kwamba nzungumzia elimu jumuishi. Sasa wanajenga matabaka. Mimi naishi Magomeni Mapya kule chini. Nikija huku napitia barabara Mikumi. Pale katikati kuna shule inaitwa Mzimuni. Mzimuni ni shule yetu sisi wenyeji huku wenyewe wa Magomeni. Sasa katika haya maboresho yao pale kumeshatengwa ziko primary mbili. Kuna ya English medium na ya Swahili medium. Pale kwenye compound ile. Halafu walivyokuwa hawana hata sense ya kuhisi, kujua kwamba hisia za watoto au jamii zitakuwaje. Wale watoto wanaofundishwa kwa Kiingereza tunaambiwa wazazi wao wanalipia shilingi 400,000 kwa mwaka. Mpaka uniform zao zimebadilishwa. Ni ya serikali. Ya serikali hiyo. Mzimuni nakwambia Mzimuni pale. Mpaka uniform za watoto zimebadilishwa, wao wanavaa drafts hivi nzuri mashallah ukiziona. Kwa hiyo wale watoto wale wanaotoka mtaa ule. Usakie nyumba hii na hii. Mmoja na ile plain ya blue ile ya mwenzangu na mimi hiyo. Na darasa lake naambiwa limejaa mpaka mwalimu akitaka kutoka pale anambia nipisheni. Upande wa pili kule kuna English medium. Watoto wanakaa kwa nafasi na uniform zao nzuri na hivi. Sasa hapo ndio umeondoa changamoto. Au hapo ndio umeongeza thamani kwenye elimu yetu. Umejenga matabaka na unawajengea hisia mbaya mpaka watoto kama wanasema hivi, fikiria mtoto yule anatoka pale hapa kwa hapa hivyo. Na nazungumzia ni hapa kwa hapa. Kwa unasema yule mwenzangu babake hana pesa. Na yule anamwangalia mwenzie yule ama atasema maskini yule babake hana pesa. Yule shauri yake babake hana pesa. Unawajengea watoto toka mwanzo wanaonana getini na hivi. Why? Alafu ni serikali inafanya hivi. Acha hizo private wafanye shule za malipo. Serikali ilitakiwa kuboresha shule zake na sio kutaka kuingia ushindani na watu private, na kama vile wameonea choyo wa private, waliona kwamba wanapata soko. Hivi unadhani wangejenga wao shule zao za serikali hivi vizuri, wakawaleka walimu wazuri, walimu ambao wamefundishwa vizuri na wao wanajua lugha ya Kiingereza, wengine mashallah sasa tunao mpaka lugha ya Kiarabu, wako mashuleni huko. Mtoto anatoka pale na plain blue yake ile, Kiingereza na kimudu na lugha yake ya Kiswahili anaieleza fasaha, labda mwingine kapata na Kiarabu. Kwani mzazi atakuwa na sababu ya kumpeleka mtoto wake private school? Lakini wanatengeneza mazingira ambayo hayatulisaidii sana sisi. Ndiyo. Sawa. Ni swali langu la mwisho kabisa. Ni mambo gani matano ungependa yaongezwe au kupewa kipaumbele katika sera ya mitaala ya elimu sasa hivi? Kwanza wale very specific. Kwa swala la lugha ya kufundishia na kujifunzia. Hilo liwe clear kabisa kwamba sisi watoto wetu wote tutawafundisha kwa Kiswahili, halafu na hizi lugha nyingine tutawafundisha kulingana na uwepo wa walimu wenye hiyo study kisawasawa. Tunaweza tukachagua shule. Kama vile nilivyosema mimi mwanzoni kwamba sekondari mimi nisoma Kifaransa. Kwa hiyo kwa hapa Dar es Salaam nadhani ilikuwa sisi pale Kisutu sijui na Zanaki kama hivi tukisoma Kifaransa. Na kulikuwa na shule nyingine kwingine, kwa sababu nilipokwenda mimi ndio tulikutana na hao Wazanaki wa Weruweru na sisi tulikuwa kwa Kisutu. Nadhani si na Kibosho private kama hivi ndio tulikuwa kwenye hiyo lugha. Kwa hiyo zinaweza zikachaguliwa na inakuwa wepesi kwa sababu sasa serikali inaweza kutenga zile rasilimali wake kulingana na mahitaji ambayo yatakuwa sasa machache. Kuliko hivi kutapanya zile rasilimali mpaka zinakuwa tena hazitoshi kwa chochote. Mimi sidhani kama. Kwa hiyo lugha ya kufundishia serikali ije very specific, iseme ni lugha hii, ni lugha gani tunatumia. Asante sana. Bado hiyo ndio hii. Okay. Swala la mambo mengine. Swala nyingine hilo la miundombinu, kuboresha miundombinu. Lazima tuwe na miundombinu ya kutosha. Pamoja na study pia lazima swala la study za maisha ni muhimu sana 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 sana. Unajua kuna mmoja nimesikia anasema hii mifumo yetu ya elimu ndio inatengeneza mafisadi, wezi, wasiojiheshimu, wasiojali utu. Kweli
Kwani mafisadi sio viongozi hao wasomi? Wale ambao hawana maadili mema ya kijamii sio waliotoka sekondari kwa nini kwenye mpaka vyuo vyetu. Kwa hiyo stadi za maisha ziwepo, hiyo lugha ijuliwe, itengenezwe vizuri, miundombinu ifanywe kazi, halafu lazima serikali iwe na sikio sikivu kutoka kwa wadau, kwa sababu wadau wamesema mengi kuhusu kuboresha hii. Kwa hiyo lazima yale masuala ambayo wadau wanayasemea tena kwa miaka mingi yajumuishwe kwenye haya maboresho yetu, ili tukitoka kweli tunakwenda na maboresho yaliyo kamili ambayo yanachukua wanasema on board karibu kila kitu. Ndio. Yeah. Tunakushukuru sana kwa kuja pia, kwa kutupa muda wako kuja kwenye kipindi. Naamini pia Watanzania watakuwa wamepata nafasi nzuri sana ya kujifunza kupitia yale ambayo umeweza pia kuyatamka. Mimi nashukuru sana na natarajia kwamba nitapata fursa siku nyingine, kwa sababu mfumo wetu una mambo mengi. Ndio. Hapo nikitoka tu usisahau kusema ili tunachangishwa hela ya nini ya mitihani kila wiki sijui kila mwezi. Mimi na jukumu sijui nini. Naambiwa hiyo. Na kuna klipu nyinyi mtakuwa mmeiona, ile mzazi yule wa Bungu analalamika anasema sio tu mitihani hata kusomeshwa kwenyewe. Kwa bado tuna changamoto nyingi sana kwenye mambo yetu, sekta yetu ya elimu. Mimi nawashukuru kwa kunipa hii fursa. Na tumezungumza haya na inshallah nataraji haya yatakuwa yamesaidia kwenye mjadala mpana zaidi wa kitaifa. Asante, shukrani sana. Tulikuwa na Riziki Shahari ambaye amewahi kuwa mbunge viti maalum kupitia chama cha wananchi CUF, mkufunzi wa chuo cha diplomasia, lakini waziri kivuli pia kupitia chama cha ACT Wazalendo. Mimi naitwa Dan Kaboma, the icon mwenyewe, na tulikuwa tunazungumza kuhusiana na mabadiliko ya sera ya elimu Tanzania. Shukrani sana.